Okay, so kwa kuendelea nitaka niulize swali mbili wala tatu juu ya hiyo transition ya Kabila baba mpaka Kabila mtoto. Kuna shutuma kubwa sana ambayo walikuwa wakimshutumu Kabila mtoto ya kusema ya kwamba na yeye najua labda hakuna preve zile zenye watu washatupatia, lakini kuna shutuma ilikuwa inatolewa kwamba Kabila alihusika katika kifo cha baba yake. Kuna ukweli kiasi gani katika hizo habari? Unajua kila mara kitu kizuri ndio kinapigwa mawe. Sijui hata tukimata mfano wetu si wenyewe. Yeah. Je, kuna mtu kweli anaweza kasimama tu ukamua baba yako sababu tu itokee juu ya nini? Na wakati sisi tunajua wakati mzee Kabila mwenyewe alikuwa anampenda sana mtoto wake, na alikuwa hana washauri wawili watatu ambao unaweza kumshauri ile jambo akalisikia kama gisi Joseph Kabila. Sababu Joseph Kabila alikuwa akiambia baba yake neno, baba yake atatekeleza, anasema ndo huyu ndio mshauri wangu, huyu akisema ndio ni ndio, hapana ni hapana. Hizo shutuma, unajua watu walileta hizo shutuma ndio hao watu ambao wako leo kwenye madaraka. Unajua hichi chama cha IDPS mbele tulikuwa tujakifahamu, na Mungu ametusaidia kwa kusema tukifahamu saa leo. Ndo watu walitaka kama Mobutu ni Central Africa. Mobutu mamake alikuwa malaya, kwanza sio Mzairwa, ni mtu kutoka Central Africa. Yeah. Watu wa IDPS. Sababu Kongo hapakuwa chama kingine ambacho kilikuwa na nguvu kama IDPS toka zamani, tangu enzi za Mobutu. Unaona? Tuliona wakati walifanya maandamano Uvira pale hizi zamani kule, kama ilikuwa 89 na waza 88 wakati ya uchaguzi. Mobutu Mobutu mtu malaya nini sijui, wale mtusi mambo mengi sababu wenyewe kazi yao wana kile kipaji cha kupana majina na nationality. Unaona? Istoshi sio wenyewe tu, sio Mobutu tu alimpatia nationality. Mzee Kabila aliingia, walianza kumuita dikteta, na wakati Kabila alikuwa hajaongoza hata miaka 5. Kwa mwaka mmoja walianza kumuita kama Kabila ni dikteta. Kwa hiyo habari za kusema ya kwamba Kabila alihusika kwenye kifo cha baba yake hazina ukweli. Sasa alihusika aje na wakati yeye alipigiwa simu anaitwa kama baba yako kurumeisha? Huyu generali ambaye iko huko Lubumbashi, ambaye anasimamia region Lubumbashi, Askaten, ndio nani huyu bali mfungua hapa Kisaideni, mfungua hapa juzi. Kama nani huyu namsahau jina. Ndio Mbembe. Hapana. Ni binamu yake ya Kabila. Na ndio alikuwa kiongozi mkuu. Yaani mbele kwenda kumwona mzee Kabila ifo upite kwake. Lakini na ndo maana Kabila, unajua hapa Kisaidi aliingia alikuwa anajua kama yule ndo anajua siri yote kifo ya Kabila. Na kama Kabila alikuwa alihusika kwa kifo cha baba yake, yule binamu yake angezungumza. Yeah. Lakini yule bwana, yule general hajafanya kile kitu sababu alijua kama Kabila kitu alimshutumu kwa kumfunga yule general miaka kama 10 na zaidi kwenye jela la Makala, sababu alimwambia kwa nini umuue Masudi wakati unajua kama yule ndo ameua baba afu unamuua na wewe. Ulitaka kupoteza trust, ulipasha kumkamata. Kulikuwa majeshi hapa, kwa nini msimkamate mfungwe? Tumuulize vizuri nani akamtuma. Maana naye alikuwa kama vile alikuwa alikula kitu kidogo. Yaani naweza kusema hiyo masuala kusema Kabila alijuia baba yake ni habari za uongo. Okay. Ila tu kitu ambacho tutajua mzee Kabila, watu ambao wanakumbuka, alizungumza mara mingi sana, anasema mimi nitajitolea muanga kwa ajili ya Kongo, nitakufa kwa ajili ya Kongo. Na ile kifo chake kilikuwa kujitolea muanga. Yeah. Unajua nikikumbuka wakati aliotoa hotuba yake Uvira, alisema
mimi ni Majimaji, sijui nilisikia jina Mlele na si ndo wa Mlele, nikasikia eti hapa kuna wakombata, kuna wa Majimaji. Wengine wanatoka wapi na wakati mimi ndo Mlele mkubwa? Unajua ni kitu alikuwa shajua, ni kitu alikuwa shatayarisha kifo chake. Unajua kama mzee Kabila angelikufa kweli, vita Kongo havingilisha. Okay. Vita ya Kongo havingilisha. Unajua ni kitu Mungu anakuwa shatayarisha, lakini anaandaa upitie njia nyingine. Ni kama vile mtu anaweza kuwa anagonjwaka, unategemea atakufa lakini kufa anasema Kabila, Laurent Désiré Kabila, ambaye ni Kabila baba. Yeye akukubali kabisa nchi ya Rwanda ile mikataba ambayo walikubaliana kama wangewapatia Est, akukubali. Nasikia unasema ya kwamba Kabila baba angekuwa ngali, vita vingekuwa ni vigumu kuisha. Vita ingechukua labda sijui miaka ngapi, miaka mingi kusema viishe. Lakini ni mtu ambaye alisimamia na kusema ya kwamba ni heri nipigane, lakini hakuna Mnyarwanda ambaye atafaidika kwa nchi ya Kongo. And tunaona transition mtoto wake, yeye alikubali mazungumzo na kuachia Rwanda kuendelea kuexploite Kongo ili kwamba tu kukue amani. Don't you think kama Mkongomani unaweza kusimama ukasema kwamba nchi ya Kongo ambao watafaidika ni Wakongomani na sio nchi nyingine yoyote ile? Ni heri nipigane mpaka kufa ajili ya nchi, ama unaona ni vizuri mtu aseme okay, mimi nakubali mazungumzo haya, basi mchukue vile mtachukua, lakini kusikue vita? Nawaza unajua siasa ya Kongo, mimi nasema kama mimi naliaga sana kwa kuona namna gani waliotangulia mbele hawakutufunza siasa. Na sasa siasa tumekuja kuijua sisi, kuingia kwenye demokrasia. Ni hapa Joseph Kabila anaingia, ama mzee Laurent Désiré Kabila anaingia na kijana wake, ndio sisi tunakuwa na ile uhuru wa kuzungumza kwa ajili ya nchi yetu. Ndio tumejua kisi unaweza kumtukana rais. Nani kwa kutukana kama Mobutu? Nani? Nani kwa anafiotolaga mbele ya Mobutu asema fio hata hapo kisasa nani kwa anaongea? Lakini ambaye ametuletea demokrasia ya kuongea ni Joseph Kabila, baba yake mzee Laurent Désiré Kabila na pamoja na Joseph Kabila. Sasa leo ukisema kama Kabila, unajua historia ya Kongo watu wengi wanashikilia kwenye kichwa tu, hawajui historia ilitokea wapi. Sisi tukirudia hizi za zamani, wakati tuko na komatu kwa watoto, wazungu waliandaa sana hii vita miaka mingi sana. Waliandaa miaka mingi, zaidi ya miaka 30. Zaidi ya miaka 30 ama 40 walikuwa shaandaa vita ya Kongo. Wazungu walikuwa na malengo. Sasa nikisema kama Kabila alikataa, unajua Kabila aliletwa, unajua vita vya Kongo watu ambao wanazungumzia tu juu. Unaona mtu anakuambia mimi ni mzalendo, mimi napenda Kongo. Sasa ingia kwenye shina ya Kongo. Nini chanzo kama nilisema mwanzo? Hii vita ya Kongo kiangalia imebeba watu wengi sana Afrika. Hata marais wengi wa Afrika wamekufa kwa ajili ya hii nchi ya Kongo. Kabisa. Wakati kulianza operation ya kumtoa Mobutu kwenye kiti chake ama kwenye urais, Kabila mzee hakukuwa ndani kwenye dili. Hii dili ilikuwa ya nchi nyingi sana, hasa usani nchi ya Kongo, nchi ya Burundi, Rwanda, Uganda. Unaona zile nchi ambazo tunapakana, hata Tanzania ilikuwa ndani. South Africa ilikuwa ndani. Ukiangalia Sudan zilikuwa ndani. Nchi nyingi sana ambazo wazungu walikusanya nchi 9 kwa kumpiga Mobutu ili wamtoe kwenye madaraka. So do you think Mobutu kwa experience yenye uko nayo na nchi ya Kongo, unafikiri Mobutu alikuwa mtu mbaya ili kwamba kama mzungu ndio alikusanya hizo nchi kwamba umtoe Mobutu? Je, ni kwamba Mobutu alikuwa mbaya kwa Wakongomani ama Mobutu alikuwa mbaya kwa wazungu? No, unajua kila siku ambaye nakukula ni mwenye nakujua. Mwenye kujua huwezi kukula. Unajua hapo zamani tulisikia Mobutu aliongoza miaka 30 na kitu. Lakini hatuingiagi ndani tujue sababu gani Mobutu alifanya ile miaka. Je, Mobutu alieneza ile miaka 30 kwa nguvu zake peke yake ama alikuwa na support fulani? Mobutu alikuwa ni mtu wa wazungu.
alikuwa ni polisi wa wazungu. Ukiangalia hata leo wanasema Kagame ana nguvu. Kagame hajakuwa na nguvu, zilikuwa na Mobutu. Maana Kagame hajawahi kufanya mabadiliko ya marais Burundi na Afrika, lakini Mobutu alikuwa na sababu yeye alikuwa anasimamia Afrika. Akisema wewe bwana leo hautalala kwa kiti na hautalala. Unaona? Sababu alikuwa anapewa ile nguvu na hizi nchi za wazungu. Maana alikuwa alitoa Zaire yote aliipatia wazungu. Akasahau raia. Zamani mimi niliona infra, niona Senganti Makuta, niliemea nayo mimi mikeke, naenda na mkoba kusoko Zairwa, wakati yero wangali Mlongo, wangali Kutanganika, naenda kuemea nayo mimi Kutanganika Senganti Makuta. Ukiemea mikeke ya $10 unabeba mkoba mzima unajaa. Ndio wakati Mobutu monea iko stable, nchi iko ngali vizuri. Lakini wakati wazungu walianza kuja kumtapika, ndio wakati uliona nchi ilianza kuanguka. So nini iliweza kupelekea aswa Mobutu kutapikwa na wazungu? Unajua wazungu wakisha kushiba, tukiona kama wameshapata maslahi yao, wanahitaji kupata mtu mwingine. Sasa unajua Mobutu alikuja kutapikwa sana wazungu, wakati anaanza kutaka kugeuzia wazungu mgongo. So ilifika kipindi Mobutu akaanza kujali sasa nchi yake, na wazungu wapendi hivyo. Hajajali. Unajua kitu mimi ambacho nakielewa. Wakati Mobutu alipewa nchi na wazungu, si ndio? Wakati walimuua Lumumba, akabadilisha akasababu akakufa. Alikuwa angali anafanya sheria wa wazungu. Ilifika kipindi ambacho unajua kitu chote ukikua tu mbele unaweka maslahi ya wazungu. Maana inasemeka kama Mobutu alikuwa alipatia wazungu kama 80% ya nchi. Kama ni 90%. Sasa pusatacha bali baki nayo haikuwa na uweza tena kuhudumu Wazairwa ili wapate kabisa huduma nzuri. Unaona vitu viharibike, wanajeshi kuna wanajeshi wengi sana. Hana tena kisa kupokeza wanajeshi wengine wa chini. Inakuwa ni wale ambao wako karibu yake tu. Unaona? Ndio mmoja tu, hata nao Kisekedi ukiangalia wanajeshi ambao wanapata hela ni wale wako karibu yake. Unaona? Ndio ile njia moja ambayo ilimwangusha Mobutu. Sasa wakati mzungu anakiangalia, unajua mzungu tunasemaga wazungu vibaya. Mzungu hata anakuiba, hata anafanya chochote kile, hauwezi kukataza usitengeneze nchi yako. Sio mtu na akili. Lakini sasa unaambiwa sasa kama mzungu atachukua 80%, nchi kubwa kama ya Kongo kwa 20%, unatengeneza aje nchi? Sawa, nitakurudisha kidogo. Unamwona huyu bwana Joseph Kabila? Joseph Kabila kuanzia mwa 2003 2004 mpaka 2006 Kabila alikubali kupana 99% kwa wazungu. Unajua watu wanasemaga tu Kabila alimaliza vita kwa kalamu, vita kwa Bike. Hawajua alimaliza kwa Bike namna gani. Kabila hajapigana na Waganda na Wanyoranda. Wakati alikutana nchi yote imesha katwa, alikubali kwenda kwenye kiti cha mazungumzo, na mazungumzo ambayo ilikuwa kule walikuwa wanamshurutisha ambao vitu wanajua hawataitika. Walikuwa wanamshurutisha Kabila vitu vyenye hataitika. Unajua kama mtu anakupatia sheria kwambia bwana, kama unataka uongozi na mnataka muelewane na jamaa, basi wewe kuanzia leo tunakuwekea marais wengine wanne nyuma yako. Ushasikia hiyo nchi na kwaga? Toka uzaliwe dunia ushasikia kuna nchi iliongozwa na marais 5 kwa muhula mmoja? Lakini ile yote ilikuwa ni masharti kwa mtilia wazungu, kwa mtilia Kabila. Jua kama atakataa, jua hata itika. Kwa nini mtanipatia marais wanne? Lakini sababu ni mtu alikuwa na akili na hekima. Yeye anasema kama nchi ya Kongo haiombi kuongoza tu akili tu ya shule, pia na hekima ya Mungu. Lakini hapo sasa tuone kwamba kuna shida vile kwamba kwa nini mtu mweusi wakati wote ikikuja swali ya kuongoza nchi yako, nasikia hapo mpaka hapo kuna taya mzungu anamwambia je, auone umuhimu ya kwamba ifike wakati mtu mweusi asingoe kukuwa dictate na mzungu, afanye vitu yeye kama wewe ni president, mtu mweusi unaongoza watu weusi, uamue wewe kama wewe, hapana kungoa kuambiwa ama kukuwa dictate na iko Etazini ama iko Europe. Aoni kama hapo kuna shida ya kabambi. Kwa nini mtu mweusi ataikala hapa aseme mzungu akamwambia? Kwa nini mtu mweusi asimame kama mtu mweusi aseme mimi
mimi nitaongoza hii nchi mimi kama mimi. Haijakuwa vibaya. Hata mzungu ukiongoza naye, mzungu anataka sisi tunaishi nao hapa, tunafanya makazi. Lakini mzungu anataka na haone hata na wewe nguvu yako unajitetea. Ndio sisi tunaenda kutafuta makazi hapa. So wanakuuliza kwenye interview, bwana uko tayari kufanya kazi Monday mpaka Sunday? Anasema yes, ili uingie kwanza ofisini. Ingia ofisini, nikishapata kazi kule mbele naambia, unajua aliyeniumba siwezi kumnyima nafasi. Mimi Sunday hamtaniona. Nafanya kazi yangu Monday mpaka Saturday ama mpaka Friday. Sunday napata kwenda kumshukuru Mungu aliyeniumba. Ni wewe ndio unaweka sheria yako. Maana mzungu anakuambia jipatie nafasi ambayo unajua hapa nitakuwa niko huru. Hashutishi mtu kufanya kitu ambacho wewe hukitaki, hapana. Unaona? Sasa sisi wa leader wetu wanajifanya sana, sababu unajua kitu gani? Wanajipenda kuweka umimi ndani. Anajua kama nikikuwa na wazungu hamna mtu atanikimbiza, hamna mtu atanitoa kwenye madaraka. Hicho ndio kinawaua. Lakini kama unaweza sema mimi naenda katika uongozi tu, nifanye muhula wangu 1 2 nibadilike, hiyo yote ni vidogo sana. Ndio maana nimekwambia, kama tutapatia mfano, kama nikwambia Joseph Kabila walikuwa wanamshurutisha sababu walikuwa wanajua kama hata itika hizo sheria, watu tunapatia watu wengine marais waine nyuma yako, haya haina shida, waleteni. Unafikiria ile ilikuwa ni kauli zake tu ama ni hekima ya Mungu? Ilikuwa na mwongozo, hekima ya Mungu. Tunaona kwamba baba yake yeye alikataa kwa hiyo mambo ya wazungu wakamuua, lakini tunaona yeye ni kama alikubali, labda ndio maana wakumuua. Hapana, baba yake Kabila baba ninaweza sema kitu kimemuua. Unajua katika uongozi wetu wa Afrika watu hawajaelewaka, na marais wengi hawajaelewa. Unajua kitu kinawauaga marais wetu, wanazungumzaga sana. Unaona? Kuna misemo nasema kama ukitaka kula na kipofu mtangulie kuogota nyama kwenye sahani. Kama unakula na kipofu wewe mtangulie kuogota mboga kwenye sahani. Sasa unajua mzee Ronald Kabila kwanza alikuwa ile dili aliingia ndani haikuwa yake. Ilikuwa ya Kisasu Ngandu ndio alikuwa ameletwa. Kisasu Ngandu alikuwa hajulikani na Wazairwa. Wakati waliingia kwenye hiyo mazungumzo yao kwenye mikutano yao huko Rwanda, wakina Nyerere, wa Museveni, wa Kagame, wanani walijikutana ule Kisasu Ngandu hajulikani. Hata wakimweka mbele alikuwa hajulikana, hata kisi Nanga anajulikana. Maana Nanga alijulikana sababu alikuwa mtu wa Seni. Nanga alikuwa shajulikana. Unajua Nanga alijulikana. Kama unasikia kila mtu anasema Nanga, na hata mtu mdogo anasema Nanga sababu unajua kama huyu ndiye alikuwa president wa Seni, alikuwa anasimamia uchaguzi katika nchi yako. Sasa Kisasu Ngandu alikuwa hajulikani. Alikuwa kama mwanajeshi lakini mtu ambaye alikuwa hajulikani. Lakini wakati wazee wakina Nyerere walikaa chini wakasema hapana. Nyerere akatoa mkono akasema bwana, mimi namjua ambaye ni mpinzani sana wa Mobutu. Ambaye anajulikana na Wazairwa wote. Tukimweka mbele, huyu atatupatia nafasi ya kupita, ya kupenya kabisa. Nyerere akaenda kumleta, wakamwambia wazungu na wengine watoka muuza, huyu mtu yuko wapi? Akasema yuko porini kwangu kule mashambani huko. Akamuuliza huyu jamaa sio mjanja? Akamwambia hapana, sio mjanja. Huyu mchika tu anaishi huko porini. Wanafikiria kama angetika ni mjanja wangemuitikia amlete. Unaona? Sasa wakati alisema ni mjinga acha, wakamwambia basi nenda kumlete. Nyerere akaenda kumleta. Una watu hawajui kifo cha Nyerere kimetokea wapi? Kifo cha Nyerere kimetokea kwa ajili ya Kongo. Unaona? Wakati Nyerere enda kumleta, Nyerere alikuja anampatia mzee Kabila mistari, angalia wazungu ndio plan wako nayo, sasa wanataka kuwauza nchi. Sasa hapa ninakupeleka nenda kupatia dili. Jifanye mjinga, jifanye mpumbavu. Uliza ambao wanyona ambao walikuwa kwenye hiyo vita watakwambia Kabila alikuwa anajifanya namna gani kwenye hiyo nchi. Hata Joseph Kabila alijifanya mjinga wakati alikubali kubebea hata James Kabarebe begi. Sakoshi ajifunze akili ya watu wengine. Lakini alikuwa ashakuwa na elimu yake tayari. Alikuwa ashakuwa mwanajeshi ameshatoka Machina kusoma wapi. Lakini alijifanya acha nijichushe. Unaona? Anakwambia hekima inakuja kwa kusikia, hekima inakuja kwa kuongea.
Yeah. Alijifanya mjinga, alijifanya mtoto, alijifanya ajizarau ili aelewe watu ni watu gani, plan gani wako nayo. Na ndio Kabila baba alikuwa wakati waliingia pale, mimi nishawahi kufuata video ya Bizima Kara. Wakati wanasema wakati tulikuwa kwenye chumba cha mazungumzo, Kabila anajifanya mjinga sana, yuko anaangalia nyumba kama anashangaa nyumba, yeah, kama msenge mmoja hivi, unaona hasa kweli alikuwa msenge, alikuwa anataka kuonesha kama mimi ni mbumbumbu, mimi mjinga tu mmoja tu hivi, unaona. Alikuwa anaenda na kunywa pombe za lutuku wakati wako kwenye mapambano, analala matope, wanamuita kijuju, lakini alikuwa anajua malengo yangu, mimi nikifika fasi fulani nafanya nini, unaona. Sasa alienda hivyo, walikuja wakati walifika sehemu za Kengo, ndio wakati Kisasu Ngandu walibidi waachane na Kabila. Kabila karuhusu wanaenda kwa muue Kengo, sababu Kengo alitaka kuharibu deal wakati bado ngani mapema. Wakati walifika Kengo, Kabila Kengo anaambia Kabila, mzee, rudisha sawa watu warudie kwao bwana. Akamwambia, wewe unajua nguvu za mautu wewe, unafikiria kuwa hapa Kengo tunaisha kumata Kongo? Mungu anaweza kutukanyaga hapa mpaka anaitika. Sasa wakati Kisasu Ngandu alitaka sana ile vitu, akasema huyu jamaa atakaye kuharibisha dili, ndio wakati aliruhusu wakamuua Kisasu Ngandu. Kabila kaendelea na dili mpaka sasa alifika kule, unaona. Hata ukiangalia kuapa kwa Kabila mzee, walikuwa wanajua kama yeye sio rais, maana alidanganya wazungu, alidanganya wale wote ambao walikuwa pale, marais wote, hata wa Uganda wapi, wanajua kitu niko naongea. Kabila baba hakukuwa ndo alikuwa rais, alikuwa anaandaliwa rais, alikuwa ni Bizima Kara, ndo alikuwa pasha kwa rais wa Kongo. Lakini Kabila baba alijifanya kama vile moderateur. Siku ya kuprete sema stadi naweza stadi Kamanyola ya Kishasa, kama njoo stadi Kamanyola wala ya wapi pale waliweza kufanyia wakati aliweza prete sema. Ukiangalia ile video fuata vizuri utaona namna gani Bizima Kara alipita mbele ya mzee Kabila, kana mwambia masikio, sasa ndio hivyo, sasa unitangaze, unaona. Lakini wakati mzee Kabila alisimama pale mbele anajifanya kama vile moderateur, na kakamata bendera akasema moi Laurent Désiré Kabila president de la République. Watu walishangaa na marais walikuwa pale walitoka shangaa, huyu mtu mwana anakiuka mkataba wetu, mbona ni nini? Unaona. Sasa vile vyote ni Mungu alimjalia neema kumfikisha nchi pale kwenye alifikisha, maana ni kazi alifanya. Sasa kitu kidogo kumuua, kuzungumza mengi, kitu atakifanya kesho leo anakiongea. Hatuna lazima ya wazungu, tuna nchi kubwa, nchi tajiri. Sisi tuleta hata wazungu kutoka nje, watakuja hapa kwetu tutawapatia makazi. Aliongea mingi sana, wazungu wanaangalia sana. Na wakati ile ageuka sala wanaenda kule Kinshasa kuwageuka, kuanza kuwa masakre, wakaanza kwa masakre Kinshasa, kwa chumba mapine nini, ndio ilikwaza sana wazungu. Hiyo ndio chanzo cha kifo cha mzee Laurent Désiré Kabila, unaona. Maana alikiuka mkataba ambao walikuwa nao. So kwa hiyo tuseme yeye Joseph Kabila yeye hakukiuka mkataba wote. Hajakiuka mkataba, lakini yeye aliendana nao kiujanja. Wakongomani ndio wanalalamika hapo, wanasema hii mikataba hii mikataba sio mikataba ambayo mkongomani atafaidika ndani. Ni mikataba ambayo nchi jirani na wazungu wanafaidika. Kwa nini tukae chini? Kwa sababu wengi wanasema Kisekedi kama anakataa kwenda kwa hiyo mikataba, ni kwamba hiyo mikataba ni mikataba ambayo inafaidi nchi za nje ikiwemo na wazungu. Hapana, uongo. Ngoja nikurudishe nyuma. Wakati Kabila mtoto aliingia kwenye madaraka, nimekwambia amekutana rebellion 4. Na jeshi hichi ikosha katiwa mara 4. Yeah. Lakini pamoja na Mungu, yeah, na akili Mungu aliyompatia na hekima yake, alikubali kila sharti wazungu walimpa. Imagine nani mwenye rais ashaongoza nchi na percent moja. Mnaona 9% alibakiaga na 1% ndio anaongoza nchi wakati ya ile wakati yote kuanzia ma transition mpaka 2006.
Kabila alikubali kutoa na juu sababu aliambia wazungu kuliko mpitie njia ya nje wa kuiba, muje niwapatie mimi mwenyewe. Lakini tosheni hao wageni wote watoke warudi kwao, mimi niwapatie kile kitu mnataka. Lakini mbona wakati wake sasa, wakati wa Kabila, Joseph Kabila, ndio wakati tuliona ba étranger ambao ni ba Rwandais wengi walikuwa mu gouvernement ya Kongo, ba generaux, ba ministre, wakina Azarias Ruberwa na wengine. Sasa kwani Kabila mtoto wake alikuja na Azarias? Hakuja nao, lakini unasema Mobutu mwenyewe directeur de cabinet wake alikuwa Mnyoranda. Bisengimana alikuwa nani? Directeur de cabinet? Yeah. Kwani Mobutu wakaila kaja Mobutu, kwani Kisekedi Kabila mtoto wake aliletaga Bisengimana? Hapana. Sisi tuliona wasoda wangapi wa Nyoranda tangu wakati wa Mobutu? Mapolisi wangapi Muvira tulikuwa naona wangapi? Sio alikuwa. Tatizo sio lile jeshi. Tatizo sio jeshi. Tatizo mtu sio kutumika mguvernema. Hapa wako naona wa Afrika wanatumika government ya Marekani. Si wako. Ulaya hakuna mabunge. Sasa kule kama hapa Marekani, kukikuwa mtu wa nje ambaye anatumika mserikali ya Marekani, ule mtu ni vigumu sana atumike. Tuliona hata mpaka President Obama, iko na hizo nyayo za huko Kenya, lakini wa Kenya hawakufaidika chochote, ama wa Afrika en general hawakufaidika chochote kuona Mwafrika anakuwa kama rais. Lakini huko Kongo ni kwamba kukikuwa na Wanyarwanda katika gouvernement ya Kongo, kuna kuwa na hiyo Rwanda kupitia au Wanyarwanda ambao wako gouvernement ya Kongo wanafanya mipango yao bakitumia wale Banyarwanda wenyewe wako gouvernement ya Kongo. Unasemekana hata mvita serikali ya Kongo inapanga mipango vile ya kupigana vita kwa sababu mko infiltrate mle wa Rwanda. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa serikali ya Rwanda ama M23 kupata zile data, mipango ambayo serikali iko napanga, kwa sababu mle mko wa Rwanda wanatoa hizo habari huko. Ndugu yangu, nitakwambia kitu. Unajua watu wanasema Kabila amefanya mikataba. Yeah. Najua mkataba Kabila alifanya ni wa kutoa Waganda na Wanyarwanda kutoka nje ya Kongo, akawapatia wazungu. Akawapatia wazungu percent 99 ya percent, akabaki na percent moja. Hiyo ni watu ambao wanajua hiyo siri kwa ndani, utawauliza wanaweza kuambia kama huyu bwana hajakosea. Yeah. Lakini Kabila alipambana na 1% kwa kutengeneza nchi kidogo kidogo mpaka kisa alienda kuchaguzi. Unajua Kabila lengo yake ilikuwa nini? Hawa Waganda kwanza na Wanyarwanda watoke nje kwanza. Yeah. Tubaki sisi wenyewe kwa wenyewe. Maana wote hata nikienda kwa mtuto haitaleta solution. Kama hizi nikwambia mwanzo, babake alitupiga na Mantenove lakini hakufika kusuluhisho. Unaona? Lakini wakati Waganda walitoka tulikuwa tunalalamikia wanaenda kwao na mablende